Hii najua mtanitusi. Wacheni niwaambie ukweli wa mambo. Kuna mapastors wengine ni fake hii Kenya. Na makanisa zingine zenye zimefunguliwa guys. Hizo makanisa they are just for business. Na wacheni niongeleshe Wakenya wenye wako Gulf sana sana. Wewe Mkenya kama uko Gulf, wacha kushinda ukiambia pastor ati mashida zenye unapitia huko, ati mashida zenye mamako anapitia ushago, mashida zenye ati mamako anakupitisha, mashida zenye ati sijui nini. My friend, kama Biblia yenyewe inasema tukienda mbele za Mwenyezi Mungu, hata before tumwambie shida zetu, anajua what we want. Like, wacheni niwaambie ukweli. Nyinyi wa Kenya wenye mnafuata hawa mafake pastors, nyinyi ndio mnapotea. Na the moment unapeana pesa kwa hiyo kanisa, hapo ndio mashida zako zinaanza. Eti unapata mapasta wanapatiana unga ndio washirika waende church. Guys, can you imagine? Yes, the Ivano TV yako na shida ya unga. Na anajua specific church huwa wanapeana unga. Guys, do you know? Nitataka kwenda kwa hiyo kanisa, lakini sitataka kuchukuliwa video ama picha. Ati unaona makanisa siku hizi wananunua maunga, wanaenda wanadanganya washirika nao. Imagine, why do you guys take these people videos kama munaamini kusaidia ni genuine? Yani makamera ziko huko zikichukua watu wakipewa kawani kenchi kaunga. Na huyo ni pastor mzima. Shame on you. Munikujie. I'm tired of this, man. Imagine hiyo Imagine mimi sitaki watu wanione kama naendanga kusaidiwa church. Lakini nyinyi pastor mzima ako hapo na kamera zake akichukua watu video vile anawapea unga. What is that? Kuna machachi zingine, the moment unapeana ati pesa zako uombewe, ndio mashida zako ziishe, hapo ndio sasa mashida zinakuingia sana. Wakenya wenye mko Gulf, mnaniaibisha sana. Na mkiona nikiongea kitu mjuange I'm sure of what I'm talking about. Acheni niwaambie. Biblia inatuambia ukitaka kuomba, enda kwa room yenye imenyamaza, piga magoti, ambia Mungu kenye unataka. Why is it that muna trust mtu, yani una trust mtu kukuliko? Yani mtu kama the Ivano TV atrust mtu ati juu unamuona kwa TikTok, juu unamuona akipeana unga, unamutrust, unamwambia mashida zako, na unakuwa na imani ya kwamba akikuombea hizo mashida zitaenda. Mbona wewe usikuwe na imani ya kwamba ukijiombea hizo mashida zitapona? Mashida zingine ni nyinyi mnajitafutia. Pastor mwenye anakuombea, kanisa nyumba yake imesambaratika, asikizani na bibi zake, divorce bibi yake, watoto ndio amewa divorce, hata hana amani. Mbona Wakenya mnajitafutia mashida zingine yake? Guys, hii ni Bible nimeshika. Na hii Bible ndio ilikuwa silaha yangu nikiwa huko Saudi Arabia. Na hii Bible ilinisaidia sana hii. Na nataka mfungue hii Bible, tusome Psalms chapter 23 verse 1. Inasemanga, the Lord is my shepherd, I shall not want. Yani wacheni niwapee example. Mungu ndio aliwaumba nyinyi wote, including those fake pastors. Sijasema mapastors wote ni fake. Some of these pastors munaona wanafungua kanisa, wanajiita jina yao, wanajiita majina zenye hazieleweki. Kanisa zenye ni genuine, unaweza enda uombewe. Kuna mapastors wengine wako na hiyo wito. Unapata mtu akikuwekelea mkono unasikia yes. Unajua kuna wale walichaguliwa na Mungu, wale wameitwa cha ukweli. Wachana na hawa fake pastors. Ni tusini, lakini I'm telling you the truth. Nyinyi ndio mnaenda kujitafutia mashida kwa hawa mapasta. Kama unaamini pastor anaweza kukuombea na wewe mwenyewe huwezi jiombea. Juu
Ukiangalia kuna makanisa kama kuna hii ya Seventh Day, kuna ya MBC, AIC, kuna hii inaitangwa sijui ya PIC, sijui whatever, sijui kuna Catholic, kuna hizi makanisa zenye ni genuine, hizi mnajua. Lakini hizi zingine za huku kwa Gesagi, saa hii guys, ukiangalia Kenya yetu, unaona makanisa yani, unaonanga vile makanisa zimekuwa biashara in such a way. Unapata hii ni kanisa ingine, yani Sunday hata ikifika, hizo kanisa zote zikifunguliwa, hata ujua watu wanahubiri nini, ni makelele tu. And I'm sorry to say this is why napenda Waislamu. Mosque uwezi pata ati mosque ndio hii, ingine ndio hii, ama upate ati mosque imeitwa jina kama ni the Ivano, tuseme mimi naitwa Abdul Karim. Upate hiyo mosque inaitwa Abdul Karim, upate ingine pale inaitwa Badiria, upate ingine pale inaitwa Abdurrahman. Mosque zinakuanga kama ni moja, na uwezi sikia mosque inaitanishwa na jina ya mtu. Lakini fake pastors manze kanisa mingi hapa Kenya ni kama biashara. Simurushe matusi. Mimi nitawaambia ukweli. Ala. Nimewaambia twende kwa kitabu ya Psalms 91 verse 7 to 15 inasema, 1,000 may fall at your side, 10,000 at your right hand, but it will not come near you. You will only look with your eyes and see the recompense of the wicked, because you have made the Lord your refuge. Wakati ambao unaamini kwamba kuna Mungu mwenye ukimwambia mashida zako huwa anakujibu, hapo ndio utapatanga hata utupwe kama Paulo na Sila vile walitupwa kwa jela, na wakaomba mpaka milango ikafunguka. Ukiangalia Danieli alitupwa kwenye tundu la simba, na hizo simba zilikuwa na njaa. In fact zilikuwa zinasema juu ya njaa, lakini hakukulwa. Kwa nini? Kwa sababu alijua there is God who is in heaven, mwenye anasikizanga maombi yangu. Na hapo ndipo sasa aliokolewa na Mungu. Because it is God who created all of us and he knows what we want in life. Ukiangalia the same chapter 91 verse 15 inasema, when he calls to me, I will answer him. Yani ukimuita Mungu atakujibu. I will be with him in trouble. I will rescue him and honor him. Yani Mungu atakupigania katika zile vita utakuwa unapitia. Na atakuokoa kutoka kwa hiyo shida. Kumbuka Mungu wetu, niliwaambia, ni kama mwalimu. Anakuwekanga mahali aone vile utafanya. Anakupea mali aone vile unatumia hiyo mali. Anakupea a certain opportunity aone vile utatumia hiyo opportunity. Ati wakati ambao hauna kazi unashinda ukiambia Mungu nibariki na kazi. Ukinibariki na kazi nitakutolea fungu la 10, nitaenda children's home nipatie watoto kitu, nitafanya bla bla bla, nitatafuta wale wa mama wenye hawajiwezi, nitawafanyia hii na hii. Okay, Mungu anakupea hiyo kazi. Akisha kukupea hiyo kazi, wakati anakupea hiyo kazi wewe unasahau. Hata fungu la 10 utoi, kanisa uendi, hata mtoto wa jirani wako uwezi muona kama mtoto wako, unamtemea hata mate, unamwangalia vibaya. Mama mzee pale ni kama unataka kumrushia matope, hata ni kama unapea umbwa chakula huyo mama akiwa amelala na njaa. Hapo Mungu atakunyang'anya hiyo opportunity. So, nauliza, ni wangapi wenye wamekuwa wakiomba a certain things to be rewarded to them, alafu after they have been given, wamerudi tena wakaambia Mungu ni asante. Kuna kawimbo kanaimbangwa, Baba, nimerudi kwako, mimi nakushukuru, wengine sijui ila mimi mnajua kwa kawimbo, nimerudi ni nene.
Mnajua hako kawimbo. Nimerudi tena nikwambie ni asante, ni kwa maana umenibariki na chenye I have been praying for. Ninakushukuru, ninasema ni asante. Kutoka Januari umenilinda, umenitenganisha na ajali za barabarani, sijalala hospitalini, sijakuwa kwa kaburi, sijakuwa jela, umenionekania, sijakupea kitu, lakini mimi ni nani mbele zako? Haleluya. Umerudi mara ngapi kumwambia Bwana Yesu ni asante? Ni kwa maana umenitenganisha na ajali za barabarani. Watoto wangu umewalinda, wazazi wangu umewalinda, umenibariki na kazi. Ni mara ngapi umerudi kumwambia Yesu ni asante? Yes, amekupa, lakini umesahau. Saa zingine maombi, tukwame kwa maombi. Maana maombi wakati ambao unaomba ni kama kupanda mti na kukose kunyesha. Kukikosa kunyesha, hiyo mti ama maybe hiyo maua yenye umepanda, lazima utakuwa ukiinyunyizia maji. Usipoinyunyizia maji, hiyo maua itakauka. Hiyo ni mfano mzuri wa kwamba tunapaswa kukumbukanga Mungu wakati wowote. Kila saa tunaita Mungu. Tukiwa na furaha ita Mungu. Tukiwa ina sad moments ita Mungu. Na yeye atakuonekania, atakukumbuka wakati wote. Haleluya. So guys, mimi sina mengi, lakini nimekuja hapa niwaambie wale watu mnatumia ati fungu la 10 ati nini, be very careful, kwa sababu saa zingine unaweza kuwa unajiingiza kwa shimo yenye uwezi jitoa. Unaenda kwa tukanisa toto huku Gesagi. Ati unatoa fungu la 10, kumbe ujui kama huyo mtu anaendeanga majini huko nini, huko Mombasa ndio apate customers. Mambo ni mengi, masaa ndio machache. Unajua nyinyi hamtakangi kuambiwa ukweli. Watu wangu, ukiangalia hii Biblia, Matthew chapter 6 verse 6, nataka ufungue hii Biblia. Matthew chapter 6 verse 6, nataka kusoma na wewe. Inatuambia aje? Inatuambia ya kwamba, but when you pray, go into your room and shut the door and pray to your Father who is in secret, and your Father who sees in secret will reward you in public. Hallelujah. Hapo Biblia inatuambia tu vizuri sana. Kama ni kuomba, enda katika chumba ambacho kimenyamaza, funga mlango, piga magoti, ambia Mungu. Na the good thing about prayers, the good thing about our God is not like human beings. He hears. Ana ubaguzi. Ukimwambia Bwana Yesu nataka hii, atakupea. Before uende upige magoti, Mungu wako anajuanga ni nini unataka. Because when you read in Jeremiah chapter 1 verse 5, inasema, For I knew you before you enters in your mother's womb. Yani Mungu alikujua before hata uingie tumboni mwa mama yako. It is the only God who knows the sum of our hairs. Mama yako, baba yako wenye walikuzaa hawajui hesabu ya nywele yako, lakini Mungu anajua hesabu ya nywele yako. When you read in Jeremiah 29:11, inatuambia vizuri ya kwamba, for I know the plans I have for you, plans to prosper but not to harm you. Hallelujah. Ndio maana nawaambia, when you keep praying, asking for God to give you specific thing, mimi am a witness. Mimi sijawahi ambia mtu ati niombee mamangu ni mgonjwa, niombee mamangu anipendi, niombee babangu anafanya hivi na hivi. No. Mimi nimejifunza ya kwamba there is God who is in heaven, mwenye anasikizanga maombi yetu. Hallelujah. Yani sijui nimefunzwa aje.
I'm a born Catholic, but I don't like Catholic. Napenda AIC. Before, wacheni, lakini let it be a story of another day. So my friend, maombi ni silaha. Maombi ndio kila kitu. Wacheni tumalizie hapo, but change your ways. Na mujue kusaidia watoto mayatima ni tofauti sana na kutoa fungu la 10 ama Thanksgiving ama kusaidia wazee. Na mujue charity begins at home. Na kama unasaidia, please let the camera be off. Biblia inatuambia hii mkono ikipeana hii ingine isijue. Be wise if you want God to bless you. Bye bye guys.